ya baba wetu wawe wa kukombolewa. Hakuna njia nyingine ya kuokoa nchi yetu ya Kenya. Hakuna njia nyingine ya kuokoa wale ambao ni wagonjwa. Njia ya kuondoa magonjwa ndio neno ambao tumenenewa. Mambo ya kumtii Muumba wetu na kutenda mapenzi yake. Hiyo ndio njia pekee ile ambayo inaweza okoa nchi yetu ya Kenya. Hakuna njia nyingine. Lakini zaidi ya hao tukikosa kutii na tukikosa kutii hiyo maneno, hakuna wokovu mwingine, lakini ni kuisha. Wakati ambapo huwa tunakuja hapa, watu huwa wanashtuka sana, maana wengi huwa wanafikiria kuna maneno mengine inakuja. Pengine niko na 10 kwa mfuko, niko na shilingi 5 kwa mfuko ya kutoa sadaka. Maana watu wakiona mkutano wa Injili wanafikiria ni kutoa. Si la hasha. Hapana. Neno la baba yetu sio kutoa. Neno la Yawe na baraka yake inakuja na mambo ya kutii. Neno ambalo limenenwa hapa juu ya kumtii, sio mambo ya kanisa. Maana ukimsomea mtu maandiko anakusikizisha yeye uende kanisa. Ukimwambia mapenzi ya Yawe na vile huyo Mungu ananena juu yake anataka, anakuambia yeye ni msomi. Mimi ni huwa naenda kanisa. Unakuwa msomaji, lakini hajaelewa na kufahamu mapenzi ya Yawe. Maana huwa anaambiwa, lakini mambo ya neno lake hakuna mahali inakujia kanisa. Yawe huwa ananena kutii. Watu waache njia zao mbaya. Watu waache njia za kutotii Muumba wetu. Watu wasikize amri za Yawe, yale aliyomuitia Musa mlimani, akampa amri 10. Ndiposa watu wazitii amri. Lakini hakuna mahali amenena juu ya kanisa. Alisema watu watii. Akamwambia Musa nenda uwafunze. Akamwambia Musa nenda uwafunze. Ndiposa wawe watu wa kutii. Nami nitawabariki. Na nitaiponya nchi yao. Na nitawaondolea magonjwa. Wakikosa kutii, magonjwa itawafuata. Hata laana itawafuata. Na wataweza kujiokoa. Ile ambayo itatufanya tuokolewe kutokana na majanga. Hakuna njia nyingine isipokuwa kumgeukia huyo Mungu unayemtaja. Kama wewe ni mwizi, wacha wizi. Kama wewe ni kahaba, wacha ukahaba. Wewe unayelitaja jina lake bure, wache. Wewe unayeharibu sabato, wache. Wewe ambaye utii mzazi, anza kumtii mzazi wako. Wewe usipotii mzazi, ndiposa nchi yetu iwe ya kupona. Hebu niwaambie wakaji wa Waithaka, niliona juzi kulikuwa na maandamano. Hata magari haikuwa inatembea. Hata watu walilalamika kwa kupoteza pesa nyingi. Tukikosa kutii,
nchi hii. Muoma sio uponyaji. Hata ikawa wananchi wote watagoma nchi yote, hata wakigoma kaskazini na magharibi, sio uponyaji. Lakini uponyaji ndio huu, iko mikononi mwetu. Uponyaji uko na sisi wenyewe. Ile ambayo inaweza kufanya, lazima tubadilike, tuachane na matendo yetu mabaya, wale ambao tunayajua, sasa tuweze ponya nchi yetu, nasi wenyewe tujiponye. Ndiko katika Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili 7:14, haya ambayo ilikuwa inanena watu wanaoitwa kwa jina langu tukijinyenyekesha na tutii, ataiponya nchi yetu. Kwa hivyo kuna mkataba ambayo inaonyesha kutii na kunyenyekea. Sijui kama mnatafakari kunyenyekea ni nini. Watu wanafikiria kunyenyekea ni kujipinda. Sio hivyo kunyenyekea. Sio hivyo kunyenyekea. Kunyenyekea ni kusikia maagizo ya Muumba wetu, na sio kusikia pekee, ni kusikia na kutenda. Maana maandiko inanena, sio yule ambaye anasikia sheria ikisomwa, sio yule ambaye anasikia sheria ikisomwa anayefanywa kuwa haki, lakini ni yule ufanya kulingana na vile amri imenena. Haleluya. Hata tukisema tutam, hata tukisema wantam, na tunafanya uasherati, na tunauana, na tunarogana, hiyo ni uongo. Nchi yetu haitapona. Hata kama tutamchagua Mkikuyu, hata tukimchagua na tunaendelea kwa uasi, sio uponyaji. Wewe na mimi ndio uko na uponyaji wako, ya kutii maagizo ya Mungu wetu. Sasa yeye tuinulie kiongozi, maana maandiko inanena, mkikosa kunitii na mushikie, nitampatia kiongozi ambaye ataendelea kuwafinya. Tutaendelea kuinuliwa kiongozi ambaye ataendelea kutufinyilia, maana sisi wananchi ndio tumemuasi Mungu wetu, naye anautia moto nchi yetu ya taabu, ya magonjwa, sababu ya kutomsikia na kutomsikia. Haleluya. Sisi ndio tumeshika uchumi wa nchi yetu, sisi ndio tumeshika economy ya nchi yetu. Pesa nyingi inaingia kwa madaktari. Budget ikisomwa inaingizwa katika mahospitali. Inaonekana ushuru mwingi unaenda mahala pale, ingine inaenda kwa ulinzi. Nini inafanya yote ikuja hivi? Hospitali kwa sababu tumelaaniwa, sababu ya kukataa kusikia mahusiano na kukataa amri yake, na kukataa amri yake. Ndiposa pesa nyingi inagawiwa mahala pale, maana tumelaaniwa. Pesa mingi inaenda katika ulinzi kwa sababu ya wizi, sababu ya wizi.
ile imeharibu dunia hii ni makanisa. Maana kila mtoto akizaliwa, ulizaliwa ukapelekwa kanisani, mwingine akapelekwa Katoliki, mwingine akapelekwa PCA, mwingine akapelekwa 70, mwingine PhD, akakosa kufunzwa maadili ya Yawe. Kama watoto waliingizwa pale wakafunzwa mapenzi ya Yawe na bila Yawe yapendezwi, zile tabu ambazo zinatukalia siku ya leo hazingekuwako. Kile kimekula hii dunia ni mafunzo bandia, ile ambayo ililetwa mkaambiwa amri ilikwisha. Yesu aliposulubiwa alisulubiwa pamoja na amri. Katika nyumba yako kuna sheria. Ukiniambia niingie ndani ya nyumba yako, siwezi kuingia bedroom. Hata siwezi kuja nimeingia kitchen. Maana kuna amri, mgeni akiingia, mgeni anaingia anakuja sebuleni. Kwa hivyo nikiingia bedroom nitaiharibu sheria yako. Utaniuliza kwa nini naingia huko? Lakini tukienda kwa Mwenyezi hakuna sheria. Katika neno la Yawe hakuna sheria. Lakini nchi yetu inatumia sheria. Katika katiba nchi yetu, saa hii ukianza wizi hapa utavamiwa na kila kitu, na hata pia utaweza kusema, sababu umeanza kukataa sheria. Lakini katika nchi ya Yawe wanasema sheria ilikwisha, hakuna sheria. Hivyo kila mtu anaweza kufanya kile anataka. Ile mbili za mawe zile ambazo Musa aliambiwa akawafunze, hiyo watu wanasema imeisha. Hiyo sheria inaambiwa imeisha. Kwa hivyo unaweza kaa vile unataka. Unataka kuchukua bibi wa mwingine unaweza chukua. Ukitaka kuwa shoga unaweza fanya. Yesu alikuja. Akabadilisha amri. Lakini mwisho wa hayo yote, Shalom. Haleluya. Na mwisho wa mambo mashani aterere. Tukikataa kusikia amri zake Baba yetu na tukikataa kutii, mwisho wa hii neno zote ni katika moto wa milele. Haleluya. Kwa sababu kila mtu anasema mimi napenda Mungu, na ile hali katika maandiko inatuonyesha Shalom. Katika maandiko inatuonyesha anayempenda Yawe yule anayetii amri zake Baba yetu wa juu mbinguni. Shalom. Haleluya. Yo iguru. Rekoda ikale hauja ketine hale yuma. Esa wali. Haleluya. Shalom. Wedayo. Weda kamweda. Haleluya. Shalom. Baba yetu ni mwema na ni mwaminifu. Wakati watu wanapopewa neno la kweli, Shetani hapendi watu wakipewa neno, kwa sababu yeye anapigana na neno lake Baba yetu. Shalom. Wakati watu wanapojulishwa ukweli, naye Shetani anataka kujidhihirisha, lakini hana uwezo. Haleluya. Lazima neno lake Baba yetu litapeanwa. No mwaka kiwo ya kaile vitokeanwa. No kinya kiwo kya mwana
lazima neno linenwe. Ndiposa watu wajue ukweli. Nayo ukweli wakomboe. Kuna maneno inasema kila mtu anasema ni wa Muumba wetu. Hakuna mtu ambaye anasema yeye ni wa shetani. Ukimwambia mtu yeye ni wa shetani anakuambia hakuumbwa na shetani. Na ni kweli shetani alipofurushwa akafurushwa huku chini, hakuna mtu yeyote aliyeumba. Alikuta kila kitu kimefanywa. Maana sisi wote ni umba wake. Lakini watu wa shetani watapatikana. Watu wa shetani watapatikana. Watu wa shetani watatoka wapi? Kwa sababu watu wa shetani watapatikana. Wale ambao watashuka nao katika jehanamu watatoka wapi? Watatoka kukataa amri zake Baba yetu na hukumu za haki. Hizo ambazo wachungaji wanasema zilikwisha, ya kwamba unaweza lala na bibi yako usiku na kesho uingie kanisani. Wakati mwanamke yuko katika hedhi yake, ati unaweza ingia kwenye madhabahu na usifu na uende pale mbele, na yawe anasema hiyo ni chukizo. Hayo ni mambo kadhaa yale ambayo itamfanya watu wa shetani wapatikane. Usiulize watu wa shetani watatoka wapi. Watatoka kwenye wizi, kuharibu madhabahu ya Baba yetu. Hii mwili ambayo ni tumepewa ni hekalu, lakini wewe unaiharibu sababu ya kunywa pombe, kuivutisha bangi, sababu ya ukahaba. Unaharibu hekalu lake Baba yetu. Watoto wa shetani watapatikana pale. Ole wako. Wewe umeitunza hekalu la Mwenyezi.